Kuna huyu dada mmoja anaitwa Chinenye, anaishi kijijini na bibi yake, na maisha yao ni ya duni sana. Mama yake Chinenye alifariki kitambo sana, kwa hiyo bibi yake ndo akabaki akimlea Chinenye toka mdogo mpaka leo. Chinenye ana mashoga zake wawili wa karibu sana, Ucheche na Erika. Hawa watatu wanaishi kama ndugu wa damu kabisa. Kila kitu wanachofanya wanakifanya pamoja, wakicheka wanacheka pamoja, na wakilia wanalia pamoja. Inapendeza sana isi. Lakini kama unavyojua urafiki wa wasichana watatu, basi hapakosagi mmoja au wawili wenye wivu ndani yao. Na kwenye hii story utaweza ona jinsi wivu ulivyopelekea mauaji ya BM Karimu sana. Yaani story ya leo imenikumbusha mbali sana. Cha kufanya we subscribe kisha turn on notification bell ili ujiunge na familia hii kubwa. Picha linaanza Chinenye amerudi toka kisimani, analia maskini dada wa watu. Sasa bibi yake akamuuliza, mjukuu wangu, kimekutokea nini huko? Umefanyiwa kitu kibaya? Unambie. Lakini Chinenye anamwambia bibi yake kwamba wakati anatoka kuchota maji kisimani aliteleza kwa bahati mbaya na kupasua ndoo yake na hata kuumia pia. Bibi yake akamwambia, pole mjukuu wangu, kisha akamuingiza ndani na kumpatia huduma ya kwanza ili walau apate unafuu kidogo. Upande wa pili kuna huyu mchizi anaitwa Sobe. Huyu mchizi anamkubali sana bibie Chinenye, lakini kila akimwambia bibie anamchomoleaga tu. Anyway, utajua tu sababu hapo mbele. Sasa leo asubuhi akiwa kwenye mishemishe zake akakutana na Ucheche na kumuuliza, nimesikia bibi Chinenye akimwambia bibi John kwamba Chinenye aliteleza na kuumia akiwa anatoka kisimani. Je, anaendeleaje huko? Ucheche akamwambia, koma kabisa kuniuliza maswali yako ya kijingajinga, kwani kwao pajui? Kwao pajui? Nenda akamuulize mwenyewe. Kisha akasepa. Mchizi akabaki ananung'unika tu, maskini amemuuliza bibie kwa upole tu, ila ndo hivyo yani, marafiki zake wote sio Erika, sio Ucheche wala Chinenye mwenyewe. Sijui mchizi alikoseaga nini hawa dada, au kwa sababu ya ufupi wake nini? Anyway, tuambie kwenye comment section maoni yako. Sasa baadaye kidogo Erika akafika kwa akina Chinenye ili apate kumpa pole shosti yake. Chinenye akamkaribisha kwa upendo tu na kumletea benchi pale ili wakae wapige stori kidogo. Erika akawa anamwambia Chinenye kwamba amekuwa hana mahusiano mazuri na Ucheche. Kwa busara na ukarimu wa bibie Chinenye akamsihi sana rafiki yake kwamba wivu ndo umekuwa ukigombanisha marafiki toka kitambo, hivyo ajilinde kabisa kuwa na wivu dhidi ya shosti yake. Inapendeza sana isikuwa na rafiki mpole halafu mkarimu kama Chinenye. Kidogo Ucheche naye akafika, akaanza kumgombeza Erika akimuuliza sababu ya yeye kuja kwa Chinenye bila kumwambia. Erika akamwomba msamaha pale akimwahidi kwamba jambo hilo halitojitokeza tena. Wote kwa pamoja wakakumbatiana. Aise, ni upendo ulioje! Kidogo bibi yake Chinenye akarudi toka sokoni, akawaandalia chakula na kuwapatia. Kwa pamoja wakamshukuru sana bibi Chinenye kwa upendo wake, huku akipiga msosi wakiwa na furaha na tabasamu usoni. Inapendeza sana. Siku kadhaa mbele, Ucheche akiwa kwenye matembezi yake hapa na pale akapata kukutana na rafiki yake wa kitambo sana aitwa The Ben. Sasa huyo mchizi alizaliwa hapa hapa kijijini na kukua pamoja na bibie Chinenye, yaani Ucheche ni rafiki yake wa utotoni, ila baada ya kumaliza darasa la 7 mchizi yeye akahamiaga town na kuendelea na masomo, na kwa sasa anasoma chuo kikuu, na hivi leo amekuja kijijini ikiwa ni kwa ajili ya likizo fupi tu, kisha atarudi town. Ucheche akamwambia The Ben kwamba umebadilika sana ise, umekuwa mrefu handsome yani. Ben naye akashangaa kweli na akamwambia Ucheche kwamba wewe ni kwa chako ukiwa kadogo sana eti, lakini sasa hivi umekuwa binti mrembo kweli kweli. Aise, noma sana. Wakacheka kidogo kisha wakaagana. Ucheche akafurahi kweli akijiambia kwamba amekuwa handsome jamani, lazima nimpate, kijiji kitanikoma this time round. Aise. Haya bwana, upande wa pili Sobe anatupa mistari kwa bibie Chinenye akimwambia kwamba ampatie japo nafasi kidogo tu amuonyeshe kwamba anampenda, lakini Chinenye akamchomolea akimwambia kwamba yeye anampenda kama rafiki tu, yani kamtia kwenye friend zone jamani. Mchizi haelewi kabisa, anasema hao mwenzio nakupenda ujue. Mchizi anateseka kweli na mapenzi. Kidogo bibi Chinenye akarudi kutoka sokoni. Ikabidi Chinenye achomoke pale na kumwacha Sobe peke yake. Inauma sana ise. Hebu tuambie kwenye comment section hapo kama na wewe umeichomeshwa mahindi namna hiyo. Siku kadhaa mbele The Ben akawa anatembea pale kijijini ikiwa ni muda mrefu sana toka aondoke kijijini. Akawa anapiga picha mazingira yale ya kijani. Si unajua tena mambo ya nature. Kwa mjini ashazuia kelele ya magari, pikipiki, kelele za watu. Sasa mazingira tulivu hapa kijijini ni adimu sana eti. Kidogo Ucheche akamuona kule polini na kumfuata. Akamwambia nimefurahi sana kukuona. Wakapiga stori kadha wa kadha, kisha bibie akamwambia The Ben kwamba yupo tayari kumtembeza kijijini apaone jinsi panavyobadilika. Haya bwana, The Ben akakubali, wakashikana mkono kisha wakaenda kwa pamoja. Sasa wakiwa polini akiwa anamtembeza mchizi, Ucheche akamuona Sobe. Ile kumuona tu akamkumbatia The Ben ili kumtambishia Sobe, huku akiongea maneno ya kumkejeli sana mchizi. Sobe akawapita na kuwatazama kisha akaondoka zake, huku roho ikimuuma sana kuona mchizi
mchizi amefika juzi tu, lakini tayari ameshaopoa Manzi ambaye amekuwa akiwinda kwa miaka sasa. Yaani mchizi aliwinda Ucheche ikashindikana, akawinda Erika ikashindikana, sasa hivi Chinenye naye anamchomolea. Aisee, mchizi anamkosi kweli. Sasa lile jambo halikumpendeza kabisa The Ben. Mchizi akabaki anamshangaa tu bibie Ucheche na mawenge yake, yani haeleweki kabisa. Sasa huku nyumbani bibi yake Chinenye amemnunulia nguo kadhaa mjukuu wake. Chinenye akawa anazikagua pale huku akiwasubiri marafiki zake wawili, yani Ucheche na Erika waje ili wapate kuzigawana zile nguo. Chinenye ana moyo wa kipekee sana. Kidogo Erika akaja, kwa pamoja wakawa wanaziangalia, lakini Erika akawa anataka achukue zake asepe, ila Chinenye akamwambia kwamba hawawezi kugawana mpaka Ucheche aje ili wagawane kwa pamoja. Erika akamwambia, kila siku wewe unalalamika tu kwamba huwezi kufanya jambo bila uwepo wa Ucheche, lakini Chinenye akamwambia basi twende nyumbani kwao, then tukimkuta tuweze kugawana, lakini hatuwezi kabisa kugawana bila uwepo wa Ucheche. Basi wakamwaga bibi pale kwamba wanaenda kumuona Ucheche kwao. Wakiwa njiani wakakutana na Sobe. Chinenye akazidi kumwambia kwamba hayupo tayari kabisa kuwa kwenye mahusiano na yeye kwa sasa. Inauma sana ese. Mimi naelewa sana maumivu ya mchizi Sobe, sijui nawe unayaelewa. Upande wa pili, Ucheche akafika nyumbani kwa akina Chinenye, akamkuta bibi yake Chinenye na kumwambia kwamba amekuja kumuona Chinenye. Bibi akamwambia kwamba wameniaga sasa hivi kwamba wanakuja kukuona wewe kwenu, kwani hamjakutana njiani? Ucheche akamwambia hapana, hatujakutana nao. Kidogo Chinenye na Erika wakafika nyumbani, wakakaa chini ili waanze kugawana zile nguo, lakini Erika hakupendezwa kabisa kwa sababu Ucheche alifika na kuchagua nguo zile ambazo alikuwa ameshazichagua mwanzoni. Wakaanza kurushiana maneno na kugombana pale pale, kidogo wavunjani aise. Bibi Chinenye ikabidi aingilie kati na kuwashauri kwamba waishi kwa pamoja na kwa upendo. Wakakumbatiana pale, ikawa ni furaha kweli. Baadaye kidogo wakaenda pamoja kukata kuni huku akifurahi kweli, inapendeza sana aise. Huko Ucheche akaanza kuwasimulia kwamba amekutana na rafiki yake wa utotoni na ametokea kumuelewa kweli, na hivi sasa yupo kwenye penzi jipya, penzi la moto. Chinenye akamwambia kwamba we unataka kuingia kwenye mahusiano sasa hivi, na wakati unajua kabisa kwamba mwezi ujao tutakuwa na mtihani ambao tukifaulu tutapata nafasi ya kuweza kupata scholarship na kusomeshwa chuo kikuu. Akaendelea kuwashauri rafiki zake pale kwamba jambo pekee wanaotakiwa kuliweka kipaumbele kwa sasa ni huo mtihani na wala sio wanaume. Asijue maskini ya Mungu kwamba hao ndo watakaomgeuka na kumuua hapo mbele. Haya bana, akabeba kuni zao na kurudi nyumbani. Chinenye anafika nyumbani anamkuta Sobe akikata kuni kwao. Chinenye akamwambia Sobe, unafanya nini hapa? Wewe nilishakwambia kwamba sikutaki. Na vipi bibi akikukuta hapa? Unataka nimpatie bibi yangu pressure au? Sobe akamwambia kwamba ni mapenzi tu. Mwanaume akipenda anakuwa tayari kufanya chochote kile. Huku akimwomba bibi ampatie nafasi kidogo tu. Yaani mchizi amekuwa king'ang'anizi kweli. Kidogo bibi Chinenye akawakuta pale na kuanza kumgombeza Chinenye, akimtukana na kumwambia kwamba amekuwa akimwonya kukaa mbali sana na wanaume mpaka atakapomaliza masomo yake. Noma sana ese. Jioni siku ile bibi Chinenye akamkalisha chini mjukuu wake, akimuuliza na kumdadisi, akitaka kujua uhusiano wake yeye na Sobe. Bibi akazidi kumsihi pale kwamba awe makini sana na hawa vijana wafupi. Akampatia mkasa pale kwamba mama yake alifariki akimzaa, alipata ujauzito akiwa na miaka 16 tu. Bibi akaanza kulia maskini, akimsihi kwamba kamwe asimdisappoint, kwani yeye pekee ndiye aliyebaki kama mfariji wake. Inauma sana hizi. Basi bana, huku upande wa pili mahusiano kati ya The Ben na bibie Ucheche akazidi kushamili kweli, lakini mpaka hapo mchizi bado hajamwambia kabisa bibie Ucheche kama anampenda au la. Bibie yeye ashajiwekea kichwani kwamba mchizi amemuelewa sana. Siku chache baadaye, Chinenye akiwa ametoka kununua gazeti sokoni, The Ben alikuwa naye katisha mitaa hiyo ile. Anastaajabu uzuri wa bibie Chinenye kwa nyuma, akaona tawi la mti likidondoka pale alipokuwa akipita Chinenye. Ikabidi mchizi akimbia mithili ya Krishna na kumwokoa bibie. Wakadondoka chini kwa pamoja, yani kama movie la Kihindi fulani hivi. Aise, mchizi akamuinua bibie, akamuuliza kama yupo sawa, kama ameumia kidogo, kisha akamwomba urafiki bibie. Chinenye akaona kama haipo sahihi kwake, akamshukuru mchizi kwa kumwokoa, lakini akamwambia kwamba umekutana na mimi leo na tayari unataka uwe rafiki yangu. The Ben akasema kwamba kuna energy nimefeel kutoka kwako, kwa kweli naomba tuwe marafiki tu. Lakini bibie Chinenye hakumjibu kitu, akamwangalia tu kisha akasepa. Sasa sijui ndo amemkubalia. Anyway, mchizi akabaki anamsindikiza bibie kwa jicho fulani hivi la kumleta kati. Pele The Ben akakutana tena na Ucheche kama kawaida yake, akaanza kujipendekeza kwa mchizi. The Ben akamwambia, wewe una shida gani bana? Mbona kunirukia na wakati nishakwambia kwamba wewe sio girlfriend wangu? Ucheche
Ucheche akamwambia, shauri yako, wanaume wengi sana wanatamani, kama unitaki nitapata tu akunichukua na wewe utabaki hapo kama zoba. The Ben akacheka sana huku akimwambia kwamba unadhani kwamba mwanamke mrembo hapa kijijini ni wewe peke yako? Ucheche alipigwa na kitu kizito usoni, ikamuuma sana aisee. Akawa analalamika sana kwa Erika akimwambia kwamba akimkamata huyo binti anayetoka na The Ben wake atamvunja miguu, lakini Erika akamwambia kwamba sasa hivi inabidi tufocus kwanza na mitihani iliyopo mbele yetu, mambo ya wanaume weka pembeni kwa sasa. Ucheche akasirika kweli. Haya bana, siku ya mtihani ikafika, wakajikusanya pale wanafunzi wote wa kijijini na kwenda kufanya mtihani. Walipotoka kufanya mtihani wakakutana tena na The Ben akiwasubiri. Ucheche na kilele chake akamkumbatia mchizi na kuanza kujiosha pale, akimtambulisha kwa rafiki zake, yani Chinenye na Erika, akiwaambia huyu anaitwa The Ben na ndo mwanaume ambaye nimekuwa nikiwaambia. Lakini kabla hajamaliza maongezi yake, The Ben akadakia na kumwambia kwamba yeye hamuelewi kabisa, akamwambia kwamba yeye anamuelewaga Chinenye. Ucheche ilimuuma sana, akatoka anakimbia akiwa haamini kwamba best yake ndio chaguo la mchizi The Ben. Siku kadhaa mbele, The Ben akatokea nyumbani kwa akina Chinenye akiwa ameenda kwa lengo la kumtembelea tu, lakini Chinenye akawa anamtimua mchizi ili bibi yake asiwakute pale, maana akiwakuta ni janga. Si unajua tena bibi yake Chinenye anakuaga mkali kweli kwa vijana wa kiume wanaomuinda mjukuu wake. Lakini kidogo Erika na Ucheche wakafika pale. Ucheche akaanza kumtuhumu Chinenye akimwambia kwamba yeye ni boyfriend snatcher, yani amemwibia boyfriend wake. Pale pale wakaanza kugombana, kurushiana ngumi, noma sana. Kidogo bibi yake akaja na kuamlia pale na kuatimua kabisa pale, huku akilalamika kweli kuona mjukuu wake akionewa na rafiki yake tena nyumbani kwake. Noma sana Haya bana, siku kadhaa mbele, matokeo ya ule mtihani waliofanya ambao mshindi ndo atapata scholarship ya kusomeshwa chuo kikuu yakatoka. The Ben kwa hulka kubwa akawa ameyaona na kwenda moja kwa moja hadi nyumbani kwa kina Chinenye na kumpatia habari ile. Chinenye kuangalia kwenye listi ya waliofaulu pale kijijini akakuta jina lake lipo, akafurahi sana pale na kumkumbatia mchizi. Erika naye akafika eneo la tukio, naye akatazama kama yeye jina lake lipo, lakini kwa bahati mbaya yeye na Ucheche hawakubahatika kabisa kwa ule mtihani. Erika ilimuuma sana Erika kwa manunguniko na lawama akaanza kumwambia Chinenye kwamba nilikuomba unipatie majibu kwenye mtihani lakini ukakataa kabisa, sasa nimefeli kwa sababu yako. Kisha akasepa akiwa na hasira kweli. Alipofika kwa Ucheche akawa anamcheka tu akimwambia kwamba mimi toka mwanzoni nilijua kabisa kwamba sitafaulu na ndio maana hata nilikuwa sishughulishi kabisa na hiyo mitihani yenu. Wewe kielele chako ukawa unamfuata Chinenye na kati unajua kabisa kwamba yeye ni bora mara 100 zaidi yako. Erika kalia kinoma pale, noma sana. Siku kadhaa mbele, Chinenye akawafuata mashosti zake akiwaomba msamaha, akiwaambia kwamba hakumnyima majibu kwa makusudi, ni kwamba Erika alimuomba majibu mtihani ukiwa unakaribia kuisha, kwa hiyo ikawa ngumu sana kwake kumsaidia. Ucheche na Erika hawakutaka kabisa kuelewa besti yao, kwa dharau kabisa wakasepa na kumwacha pale pale peke yake. Inauma sana Haya bana, siku zikasonga, urafiki kati ya Chinenye na The Ben ukakuwa, wakawa wakichota maji pamoja, inapendeza sana, huku kwa mbali Ucheche, Erika na Sobe wakawa wanayashuhudia yote yale. Wivu ukawashika bana hadi sio poa. Siku ya kuzaliwa ya Chinenye ikafika, yani birthday. The Ben akamnunulia keki, nguo, viatu na simu, vitu vingi mno. Ucheche na Erika wakasikia stori hiyo, joto likawapanda tena, wakaamua wapatane tena na kuamua kufurahia mafanikio ya rafiki yao kwa unafiki tu. Lakini ukweli ni kwamba wivu ulikuwa bado unawakaa kooni. Jioni moja baada ya kutoka kanisani, Chinenye akapigiwa simu na The Ben akimtaka wakutane njia panda. Chinenye akawapatia Ucheche na Erika simu yake akiwaambia kwamba wamsubiri kidogo, akaondoka kuelekea pale. Saa nyingi zikapita, hakurudi. Jioni hiyo hiyo Erika na Ucheche wakaja na kumwambia bibi Chinenye kwamba walikuwa pamoja na Chinenye, na baadaye The Ben akampigia simu akimwambia kwamba wakutane njia panda. Na baada ya kumsubiri sana na wakaona waje wamkabidhi simu ya Chinenye, walikuwa wamemuongopea tu wakiwa wamemdanganya. Bibi akashtuka sana akiwa anawaza sana nini kitakuwa kimemtokea mjukuu wake, maana ilikuwa saa 5 kamili usiku bila Chinenye kuonekana. Baada ya siku kadhaa kupita bila Chinenye kuonekana, wakiwa wanaogopa kushikwa, wakapanga njama mbaya zaidi. Wakaamua kumtuhumu The Ben kuwa alimbaka Chinenye na kisha akamuua, ili lawama yote ielekee kwake na wao wapone. Polisi wakamkamata The Ben, akawa anajitetea maskini kijana wa watu kwamba yeye hawezi fanya huo upuuzi, lakini hata Sobe naye akajitokeza akadai hivyo hivyo kwamba The Ben ndiye aliyemfanyia kitendo cha ukatili bibie. Lakini kwa bahati nzuri haikuwa imefika mwisho wa bibie Chinenye. Watu wa Wizara ya Elimu walikuja nyumbani kwake kumkabidhi documents za scholarship, ndio wakaambiwa kwamba The Ben ameshikwa kwa kosa la kumdhuru Chinenye.
lakini Chinenye mwenyewe akajitokeza akiwa hai, akawasimulia ukweli wote, jinsi alivyovamiwa na kupigwa na kitu kizito kichwani na kuachwa pale msituni afariki. Watu wote wakashangaa, hasa baada ya kujua Ucheche na Erika na ndo walikuwa nyuma ya kila kitu tangu mwanzo. The Ben akaachiwa huru hapo hapo. Erika, Ucheche na Sobe wakakamatwa na polisi kwa kesi ya majaribio ya mauaji. Sasa hapa ndo stori ikageuka kidogo, kwa sababu ya wivu uliojengeka mioyoni mwao. Ucheche na Erika wenyewe ndio waliokuwa wamemfuata na kumshambulia. Walimpiga wakamwacha pale wakidhani amefariki, wakijua kwamba kazi imeisha. Kweli mzee, urafiki uligeuka kuwa kisu cha nyuma kinachokuchoma mgongoni bila hata kujua. Haya bwana, siri kubwa zaidi kafichuka. Yule jamaa wa zamani aliyempatia ujauzito mama yake Chinenye akiwa kijana akarudi kijijini kama daktari, na ndiye aliyemwokoa bibie Chinenye kipindi ametupwa polini. Akaja kuomba msamaha mbele ya bibi Chinenye. Bibi akamwambia hadharani kwamba ndiye baba wa kibiolojia wa bibie Chinenye. Yule mchizi alikimbia bila kuwajibika miaka yote ile. Chinenye alikasirika sana, hakutaka kabisa kumkubali baba yake. Ukweli ule ulikuwa mzito sana kwake, lakini hata hivyo maisha yakaendelea. Chinenye akaenda chuo kikuu kufuatilia ndoto zake za udaktari, akiwa na The Ben kando yake kama nguzo ya kumtia moyo, na bibi akiwa salama nyuma yake akimwambia daima awe makini na watu wanaomzunguka. Ndio hapo inakuwa mwisho wa hii stori kali sana. Natumai umeona jinsi wivu unavyoweza kumgeuza rafiki wa karibu kabisa kuwa adui wa kutisha. Waswahili walisema kikulacho kingoni mwako. Niandikie kwenye comment hapo chini, umeionaje hii story na rafiki gani unayemwamini zaidi kuliko wote, Chinenye, Ucheche au Erika? Tuambie kwenye comment section hapo chini. Tukutane kwenye recap ijayo. Ulikuwa nami storyteller wako pendwa kabisa Mwa mpaka Mwi. Bye.